kwamba haki haijatekelezwa ni jambo la kuhuzunisha, ya kwamba sisi wa Afrika tunagawanyika na tunabagwana kwa misingi ya kikabila na misingi ya lugha, na tunabagwana kwa misingi ya mipaka iliyochorwa na wazungu. Wengi tu wanajieleza kama Wakongomani, kama Warundi, kama Wanyarwanda, kama Wakenya, bila kukumbuka ya kwamba ni wazungu ndio walikutana jijini Berlin, Ujerumani, wakachora misitari, wakatugawa. Watusi wengine sasa wakawa raia wa Kongo, wengine wakawa raia wa Burundi, wengine wakawa raia wa Rwanda, wengine wa Masai, wengine wakawa wa Tanzania au wa Tanganyika hapo awali, wengine wakawa wa Kenya, wa Somali, wengine wakabaki Somalia, wengine wakawa wa Kenya, wengine wakawa wa Ethiopia, wengine wakajipata Djibouti, na bado tunabaguana. Tuna Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lengo la jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki ni kuhakikisha kwamba tuna amani na maendeleo ya kiuchumi. Hii leo tuko hapa tunaadhimisha mauaji ya Gatumba, lakini viongozi wa serikali hawako. Hata wenzetu wa kaunti ni wawili tu. Mambo kama haya tunastahili tuyakemee, tusiogope. Ingekuwa ni vizuri kama balozi wa Kongo yuko hapa. Ingekuwa ni vizuri kama balozi wa Burundi yuko hapa. Ingekuwa ni vizuri kama wawakilishi wa Umoja wa Afrika yuko hapa. Ingekuwa ni vizuri kama maafisa wa Umoja wa Kitaifa wako hapa, lakini hawako. Hawako kwa kuwa jambo hili ya mauaji imekuwa ni jambo la kawaida kwa mtazamo wao. Jambo la wakimbizi imekuwa ni kawaida kwa mtazamo wao. Watutsi wakiteseka, na ikuanza mwaka 1966, ilianza zamani. Mwaka 1959 kulikuwa na mauaji. Tumekuwa na mauaji na kuangaishwa na kudhalalishwa kwa Watutsi nchini Kongo, nchini Burundi, chini ya uangalizi wa Umoja wa Mataifa. Hii leo ningetarajia ya kwamba kuna tamko kutoka kwa mwenyekiti wa Umoja wa Kitaifa au katibu mkuu. Kungekuwa na matamshi au tamko kutoka kwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika jijini Addis Ababa, lakini wamenyamaza tu. Ingekuwa ni vizuri ya kwamba wale ambao wanahusika
wanashughulikiwa kwa mujibu wa sheria, lakini hawashughulikiwi. Ukitizama kwa makini, wamepandishwa vyeo katika nchi ambamo wanaishi, wanashabikiwa na wanatunukiwa tuzo. Ole wetu wa Afrika, ole wetu. Kwa hivyo tukikusanyika hapa hii leo, tuna uchungu wale ambao walihusika moja kwa moja. Tukikusanyika hapa, kuna uchungu kwa kuwa mmetoroshwa kutoka nyumbani kwenu. Nimeona video hapo, binadamu akimchoma binadamu mwenzake. Tuseme ni jambo la kinyama, wanyama wafanyi hivyo. Ni kukosa utu. Watu hawana utu. Kuna viongozi wa kisiasa, wa kijeshi, tumeona kwenye video, wanaouliza wenzao wachimbe kaburi kisha wanawazika huko. Tumeona vijana wanadhalalishwa, wanavuliwa nguo na kufungwa. Lakini viongozi wetu hawajali. Wanavaa masuti na kucheza dansi. Kile ambacho anakifanya ni kuzungumzia, ukienda Kongo sasa, kile ambacho kinafanyika, wanazungumzia uchaguzi. Wanachaguana kuwa katika baraza la mawaziri. Inafanyika jana Kongo Kinshasa. Hawalizungumzii swala hili la Gatumba na mauaji yanayoendelea. Ole wetu wa Afrika. Tunazungumzia umoja wa Afrika Mashariki. Tunasema sote tuwe na uhuru wa kutembea katika nchi hizi zote. Mrundi achukue Kongo kama nyumbani kwake, na Mrwanda vile vile, na Mwafrika, Msudan Kusini, na Mkenya, na Mtanzania, na Mganda, na Msomali. Lakini bado ukija katika nchi hizi unaulizwa cheti cha kusafiri. Unaulizwa unataka nini? Bado askari polisi wa Kenya akikutana nanyi anaulizeni, nyinyi Wakongomani mnafanya nini hapa? Itakuwaje hivi? Hiyo ndio ustaarabu wetu wa Afrika. Tukikosana tunashindwa kupata maridhiano. Lazima iwe ni kiongozi wa Kiarabu ndiye anatupatanisha Doha. Kiongozi wa Kiarabu. Nchi kidogo tu, nchi ndogo ya Qatar, ndiye anakuwa mkunga wa upatanishi. Hatuna haya sisi wa Afrika, hatuna haya. Viongozi wetu wanachukua ndege Ulaya kwa kilomita zisizopungua 10,000, wanasafiri kwenda jijini Washington, Amerika, kisha wanasimamishwa kama watoto kusalimiana ili tuwe na maridhiano. Ole wetu wa Afrika. Vyombo vyetu vya habari wako radhi kutangaza mauaji ya Gaza
wako radhi kutangaza vita vya Ukraine, lakini hawakumbuki Gatumba. La hasha, hawakumbuki Gatumba. Ole wetu wa Afrika. Hii leo kukusanyika hapa kwa wenzetu ambao ni nyinyi ni wa Kongo, nyinyi ni wa Burundi, nyinyi ni wa Rwanda, nyinyi ni wa Afrika. Mbona bado tumejifunga katika jela ya mipaka ya mzungu? Mzungu anapokaa anatucheka tu, anasema hawa watu wa aina gani? Jambo la kukera ni kwamba haya mauaji yanafanyika hata katika makanisani. Katika mimbari kama hii wanachoma tu, na wakisha choma hawashughulikiwi. Wakati ni sasa. Wenzetu Wakongomani, wenzetu Watutsi, wenzetu wa Afrika, isiwe tunakutana tu. Maafisa wenu, fanyeni jopo. Kuna wanasheria tosha. Hata kama tutashindwa, tuanze. Watu ambao tunawafahamu washughulikiwe kwa minajili ya sheria. Wasakwe. Kama wako Kongo, wasakwe. Kama wako Ulaya, wasakwe. Ili iwe funzo kwa wengine ya kwamba huwezi kuua bila kuwajibika. Kwa waliofariki, jukumu letu ni kuwakumbuka na kuwaenzi jinsi tunavyowakumbuka na kuwaenzi. Na mambo kama haya yanastahili kufundishwa katika kila shule, iwe katika mitaala, ili vizazi vya sasa, vizazi vya kesho vikumbushwe ya kwamba kulikuwa na mauaji kama haya. Kuna mwanadada ambaye ameandika kitabu ya kueleza jinsi alivyonusurika, na kuna wengi hapa ambao walinusurika. Watakuja hapa mbele kuwasimulieni ili mfahamu ya kwamba tunateseka. Mwaka wa 2020 viongozi wa serikali na mataifa wa Afrika walikutana jijini Addis Ababa, wakatangaza ya kwamba mtutu wa bunduki ukwishe. Baada ya hapo mtutu wa bunduki unaendelea. Lakini ukiwaona viongozi wa Kiafrika wako katika hafla za kidiplomasia tu, wanakunywa mvinyo tu, hawatoi matamshi, hawakerwi na mambo kama haya. Sasa wametangaza ya kwamba mtutu wa bunduki utakwisha mwaka 2030, lakini hawafanyi chochote. Kuna vikundi visivyopungua 120 mashariki mwa Kongo ambao wana bunduki, ambao wanaangaisha wakimbizi. Na si Kongo tu, katika pembe zote za Afrika kuna matatizo mengi tu, lakini viongozi hawasemi haya. Wamefyata ndimi zao. Sasa unauliza, ni viongozi wa kutupeleka wapi hawa? Ndugu wazalendo wa Kongamani, Mungu awafariji. Muwe na huruma.
Kwa wale ambao ni Wakristo, Bwana Yesu amesema tuwasamehe, lakini tusisahau. Wale ambao ni Waislamu, Nabii Muhammad anasema na tuwasamehe. Na katika dini zetu za Kiafrika pia tuwasamehe, lakini waadhibiwe kwa mujibu wa sheria, ili wawe ni funzo kwa wengine ambao wana fikra za kishenzi kama wao. Napendekeza hivi: yale yote ambayo tumeyazungumza hapa yawekwe vizuri tu, ili yawasilishwe kwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na katibu mkuu, yafikishwe kwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika, yafikishwe kwa katibu mkuu wa Umoja wa Kitaifa, na kama inawezekana yawasilishwe kwa mwendesha mashtaka wa Mahakama ya Jinai ya Kimataifa, ili uchunguzi na upelelezi uanze kwa minajili ya kuwanasa hawa nduli hawa. Hilo ndilo jukumu ambalo tulilo nalo. La usivyo, wengine wetu tutajitolea kadri ya uwezo wetu ili tuchangie. Tuna hakika ya kwamba vitu kama hivi vinahitaji fedha, na kadri ya uwezo wetu tutawauliza na wengine ambao wana uwezo wa kifedha kutushinda sisi pia wachangie. Ndugu, sitasema mengi. Nikimalizia tena na waulizeni Maulana awafariji kwa muhtasari tu, kwamba wale ambao ni weledi wa lugha ya Kiingereza mtasema kwa muhtasari. Today we are gathered here to commemorate the 2004 13th of August massacre that took place in Gatumba. The history has been narrated to us. Let it not be assumed